Clouds TV, empowering lives. Uelevu mzuri ni kitu kiko na mipangilio, maana Daudi alihakikisha ya kwamba ameinua madhabahu kwa ajili ya mtoto wake. Maana Daudi alikuwa anajua ni kuondoka naondoka, lakini kwa sababu amekatazwa na Mungu kujenga madhabahu, yeye mwenyewe akainulia mtoto wake, akatayarishia mtoto yake madhabahu. Sadaka zote zilifanyika, wote walijikuta at the same spot, mahali baba yao, guka yao Abraham aliinua madhabahu ya kwanza. What is my reasoning? Mahali umetoka pana ushawishi mkubwa katika maisha yako, na ndio nawafundishanga ni vizuri kuelewa historia ya kwako, maana ile historia ya kwako itakusaidia kujinasua kwenye mipango yoyote ambayo iko in your lineage. Na that's the danger of kwenda kuinukia madhabahu ambayo you are not ready to fight. If you know you are not ready for the fight, stop the fight. Hapa nimetumiwa watu wengi ambao wamekuja kuniroga. Hapa ni wengi sana, because the other kingdom is not happy with me. Wametumwa na wameambiwa nenda ukae huko, umake sure huyo jamaa hahubiri. Second Chronicles chapter number 3. Ndipo Sulemani akaanza kuijenga nyumba ya Bwana huko Yerusalemu juu ya mlima Moria. Pale Bwana alipomtokea Daudi, babaye alipotengeneza mahali pale alipoagiza Daudi katika kiwanja cha kupuria cha Arauna Muyebusi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao tulikuwa na wao asubuhi, tulizungumzia the formula ya kujenga madhabahu, formula ya kuinua madhabahu. Sasa tuko kwenye kujenga madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko kwenye kujenga madhabahu. Naye Sulemani, maana Daudi hangeweza kujenga, maana Mungu alimkataza, akamwambia mikono yako imu damu. Kisha akamwambia mtoto wako ndiye atakayejenga. Daudi akawacha kama ametayarisha mwanae Sulemani, akamtayarishia vitu vyote vitakavyohusika katika ujenzi wa ile madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Then Suleiman akaanza kuijenga kwa maagizo ya baba yake. Kwa hiyo madhabahu ni kitu ambacho kiko na maagizo, ni kitu kimetengenezwa kikiwa na taratibu zake. Daudi aliacha kama amempatia yule mtu ama Sulemani, akamnunulia dhahabu, akamnunulia shaba, akamnunulia mbao, akamnunulia mawe, lakini akamwambia utakapoanza kujenga utaongeza pia na vitu vyako. Utanunua vitu vingine, utanunua mawe zingine, utanunua mbao zingine, utanunua chuma zingine ambazo utazitumia katika ujenzi wa madhabahu. Kwa hivyo madhabahu ni kitu ambacho kimetayarishwa kwa uelevu mzuri, ni kitu kiko na mipangilio, maana Daudi alihakikisha ya kwamba ameinua madhabahu kwa ajili ya mtoto wake. Maana Daudi alikuwa anajua ni kuondoka naondoka, lakini kwa sababu amekatazwa na Mungu kujenga madhabahu, yeye mwenyewe akainulia mtoto wake, akatayarishia mtoto yake madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kule kutayarisha madhabahu yae, ndipo Sulemani akapata maagizo kutoka kwa baba yake, akamwambia basi. Ndipo Sulemani akaanza kuijenga ile nyumba ya Bwana huko Yerusalemu juu ya mlima Moria. Hapo nataka musikilize vizuri. Juu ya mlima gani? Juu ya mlima Moria. Miaka mingi hapo mbeleni, kizazi cha Abrahamu alitumwa na Mungu, akaambiwa nenda mlima Moria, umtoe mwanao sadaka ya kuteketezwa, uniinulie madhabahu mahali hapo. Nataka nikwambie na kuonyeshe nguvu ya madhabahu katika maisha yako, nguvu ya madhabahu katika familia yenu, nguvu ya madhabahu katika mienendo yako, nguvu ya madhabahu katika kazi unayoifanya, nguvu ya madhabahu katika mipango yoyote ambayo unafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Abraham, wakati Mungu alizungumza na yeye, alimwambia nenda mlima Moria, katika mlima mmoja utakaoenda ambao nitakuambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Miaka mingi baadaye
mahali hapo paliinuliwa madhabahu na Abraham, naye Suleiman ametumwa hapo. Ndio the same spot mahali Isaka alikuwa anatolewa kama sadaka, the same spot. Hapo ndio wanajenga madhabahu. Kumbuka, naye Yakobo wakati alikuwa ametoka kwa Laban akienda kule nyumbani, kuna mahali alifika akatafakari, akakumbuka walikosana na ndugu yake Esau, na akaona kutaweza kwenda kutokea vita kule. Alikaa mahali akapumzika, akalala. Alipolala bingu ikafunguka. Ilipofunguka akaona malaika wanapanda wakishuka. Kumbe mahali pale ndipo same place Isaka alikuwa anatolewa sadaka na Abraham. Abraham ndiyo baba wa Isaka. Isaka ndiyo baba wa Yakobo. Yakobo ndiyo baba wa nani? Wa Juda. Juda katika kizazi hicho ndiyo kinamtoa Daudi. Daudi katika sehemu aliyotawala ni hiyo place ambayo guka yao aliinua madhabahu. The same spot ndiyo madhabahu iliinuliwa. Suleiman amekuja, ameambiwa jenga madhabahu, amejikuta anajenga madhabahu, the temple of Solomon. Until today imejengwa Mount Moriah, the same spot mahali Abraham aliambiwa atoe mtoto wake. Sadaka zote zilifanyika, wote walijikuta at the same spot mahali baba yao, guka yao Abraham aliinua madhabahu ya kwanza. What is my reasoning? Ya kwamba kile ambacho kinakutawala katika maisha yako hakiko mbali na wewe. Mizimu iliyowekwa na baba yenu, mizimu iliyowekwa na guka, mizimu iliyowekwa na guka wa guka, zote ukitafuta, it is in the same spot. Na ndio nilikuwa nawafundisha, mahali umetoka pana ushawishi mkubwa katika maisha yako. Your origin, where you came from, the land of your grandfather, the land of your ancestors speaks more and more valuable, more and more strongly, because pale ndio kuliinuliwa sadaka ya kwanza ya kuinua madhabahu ya familia, ambayo mpaka sasa the entire family munatumikia. Kwa hivyo when you start to build a temple, it must be connected either to the evil spirits of the family or to the spirit, to the God spirit of God. Maana kuna spirit ya Mungu, kuna madhabahu ya Mungu na kuna madhabahu ya shetani. Sasa inataka kujua baba yako, your grandfather, your great grandfather, your great 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 grandfather, who was he? Na ndio nawafundishanga, ni vizuri kuelewa historia ya kwako, maana ile historia ya kwako itakusaidia kujinasua kwenye mipango yoyote ambayo iko in your lineage. Bana tunasema sasa, mimi nimeokoka in the line of who? Mimi ni Muyuda in the line, wanasema in the line of David. Kingdom, hata ukienda England, wale mtu anafanyikaga kuwa king, it is in a particular line. Si kila mtu anaweza kufanyika king in the kingdom. Kuna wale wanafanyikaga in the line of a particular, a line ambayo inafanyika ndio inamtoa queen, ndio imemtoa Charles, ndio imemtoa the next king mwenye atakuja. So katika utawala wa boma yenu, utawala wa maisha yako, there is a lineage, there is a program ambayo imekuwa programmed, na hiyo kitu hauwezi kuepuka. If you are not aware, hauwezi kuepuka. Utajikuta in that line, there is a problem or there is a blessing. Jesus, in the book of Matthew chapter number 1, the Bible says, this is the lineage of Jesus. He was born from Abraham, Abraham the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father, wanateremuka mpaka unafika kwa Jesse, kisha unafika kwa nani? Kwa Daudi, kisha unafika kwa Yesu. There is a program that happens in your life, and this program inakuwa programmed in particular seasons.
the program or that which is disturbing you, whatever is causing the challenges you have in life, it is programmed. Ni kitu kiko in the program. Na hiyo program ndio unakuta inafanyika. Upende usipende, utajikuta in that program. Upende usipende, utajikuta in a pattern, ambayo hiyo pattern it is in the family. Bwana Yesu asifiwe sana. So you will be struggling thinking it is you the origination of this, but you are not the origination. You are not the first person to be poor in your family. Your family has been poor under an altar of poverty. Ni ile ulienda ukakutana na watu ambao they were okay. Katika in their altar, when you are working in their altar, you are able to reap matunda fulani in the altar ingine ambao ulikuwa na serve. But the moment you step out of that altar and you go alone, the poverty comes back, because you are umeshikanishwa na madhabahu ambayo ni ya mbali. Abraham ndio hapo mahali Solomon alijenga, ndio the same place Abraham alikuwa amempeleka mtoto wake kumtoa kafara. Kwa hivyo madhabahu ya kwanza ya Solomon. Kwa hivyo chochote ambacho Solomon anakifanya, hakifanyi kwa sababu ni yeye. Ufalme wa Daudi haufanyiki kwa sababu ni yeye. Ufalme wowote ambao uliandamanika katika hiyo line, it is because of the promise of God to Abraham that your generation, kizazi chako kitanawiri, kizazi chako kitabarikiwa, kizazi chako hakitashindwa kwenye vita. Angalia, Daudi mahali popote alienda alishinda vita, kwa sababu ya msemo ulionenewa Abraham, ambaye aliambiwa the line of your generation, they will never be defeated by their enemies. Hakuna adui atamweza. Kuna watu wamechaguliwa, kuna watu wamepangwa, and they have been aligned into the lineage of successes. And kuna wengine wako in the line, they have been aligned in the line of failures. So unakutanga familia yenu, there is a pattern of failure. Na ukitrace unaipata ni kama imeenda baka kwa guka. Na kuna wengine unakutaga ni watu tu wa makaa, wajiga kwa masomo, hawakusoma vizuri. Kuna kijana kingine tulikuwa tunasoma nako secondary, kwao ni wajiga kabisa. Maana hakuwa anasoma, alikuwa anakuja anachukua kitabu yako anakopi na anayepeleka. Tulikuwa tukichapwa kila siku kwa sababu yake. Maana mwalimu akiangalia tu anaona, kwa sababu kilikuwa kinajulikana ni kukopi. So ile mwalimu alikuwa anaangalia ni ile na amekopi kutoka kwa nani, atachapa viboko. Lakini hao kwetu ndio watu wale matajiri zaidi, ndio wako na maroli ile mingi zaidi, ndio wako na kesiagi ya kupasua mbao, ndio wako na kila kitu, ndio walikuwa wa kwanza kuleta Range Rover, zile za Range Rover za zamani house. Walikuwa the first family katika eneo yetu mzima, mpaka tulikuwa tunaenda kuiangalia, kuguza tu uguze Range Rover ndio usikie Range Rover, uligusa Range Rover. Na sisi tulikuwaga Kanyoi kwa shule, Kanyoi madhafu, unafanya within 15 minutes umemaliza, unamrushia karatasi ya copy. Sisi tulikuwa tunaomba lift kwao. The first place kuenda kuwatch TV football, tulikuwa tunaenda kuwatch kwao, na wote ni mang'ombe. Hakuna mtu anajua chochote. Na sisi Tunyoi, sisi tulikuwa hesabu number 1, history number 1, civics number 1, kila kitu number 1. Mimi kwanza nilikuwa nazigoga kama A tu. Lakini tulikuwa tunaenda kuangalia TV kwao. Siku hiyo ni Great Wall. Wao tu ndio walikuwa. Na Great Wall ya zamani unajua tulikuwa tunaiweka kala, tunaweka screen nyingine ya kala. TV inakuwa ya kala. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wangapi wa Great Wall hapa? Great Wall people, Great Wall people. You are a great man of God. Nyinyi ni watu mmebarikiwa. Maana mnaelewa maana ya kuwa na TV moja estate mzima. Na mnaendaka mnakaa mpaka saa 8 usiku mkiangalia TV. Mnaulizana wengine kama mimi TV ya kwanza nilikuwa nashindwa, huyu mtu aliingilia wapi? Aliingia hapa. Sasa hivyo nilikuja kuexplain na hawa mang'ombe ambao napatiaga hesabu yangu, history yangu, wa copy. Hao ndio walikuwa walinielezea, si mtu ameingia hapa ati ako huko kwa hewa na machuma zingine mrefu. Sasa anaingia kwa hiyo chuma alafu anakuja akiwa hewa anaingia hapo ndani. Wao ndio walikuwa na knowledge ya kunielezea, lakini tukifika kwa hesabu hawana knowledge. Umeona? Kwa hivyo kwao kuna lineage, kuna kitu kilikuwa kimepandwa chao cha neema ya kukubalika na mchanga. Chochote waliguza kiliwakubali.
Kwa hivyo hawakuhitaji masomo ndio wakubalike. Hatuhitaji masomo ndio tukubalike. Tunahitaji kuelewa historia yako, the background, umetoka wapi na umeenda wapi. What is the achievement that you have? Kuna watu kama sisi ndio haziwezi kusimama. Bwana Yesu asifiwe sana. My great grandfather alikuwa na 32 wanawake 32. My grandfather alikuwa na 13. My father alikuwa na wawili wale tulikuwa tunaona. Mimi yangu ni countless, wale hawaonekani. Bwana Yesu asifiwe sana. So unapata I am in that lineage. The same lineage unakuta Yesu alikuwa ndani yake. Maana Yesu ametoka kwa Yuda. Ametoka kwa nani? Kwa Yuda. Yuda ametoka kwa nani? Kwa Yakobo. Yakobo ametoka kwa Isaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini angalia kahistoria kutoka kwa Abraham baba yao. Alikuwa na bibi akachukua maid. Ukakuja kwa Isaka the same. Ukakuja kwa Yakobo alichukua bibi, sister bili na mamaid. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka hapo Juda na yeye ndio huyo amechukua kamoja lakini kamekufa, akachukua akalala na mtoto ya vijana wake, wakazaa watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka hapo kuja teremuka upate mpaka Daudi, upate mpaka Jesse mwenyewe the same way. Yule guka yao Abraham alichukua maid the same way ndio Daudi akuja kusaliwa. Huyu mzee kwanza alikuwa amechukua maid. Na hiyo maid ikahurumia mama. Ikamwambia kwa sababu hapa hautarudi, kuja uende kwa mzee na tutampatia. I think walimpatia kamuvinyo. Maana mzee hakuelewa. Hakujua ni the same wife yako na yeye. Ama alielewa? Hakujua. Yeye aliendelea akifikiria maneno iko sawa. Akifikiria ni maid. Kuta hiyo ndio aliduga huyo mama mipa ya Daudi. Kisha mama kanyemelea akatoka akaenda. Kameidi kakakuja kakarara. Sasa mzee alienda akifikiria ni kameidi. Ndio maana Daudi hajakubalika kwao. Maana hata sasa mzee hajui ni ile usiku alikuja alipatiwa kamunyweso. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha akazaa mtoto anaitwa Daudi. Kisha angalia Daudi, tabia za Daudi ni gani? Hizi za kiusherati. Anaulisha mpaka mwanaume anakufa. Ukihama ukuje mpaka ukute Yesu mwenyewe mwana wa Daudi akienda mahali kwa mto peke yake. Hakuwa na watu, alikuwa peke yake. Alikutana na nani? Na mama msherati. Na kutoka siku hiyo mama msherati hakuacha Yesu because of the blood attraction. Huyo mama alikaa na yeye na alitembea na yeye, na huyo mama ndiye alinunua the most expensive oil ya kupaka Yesu, na alikuwa anamfanya nini? Massage. Akachukua nywele yake kwa sababu wale wako na nywele mrefu, akaanza kufanya Yesu massage kutoka kwa mguu huko. Na unajua Yesu alikuwa anavaa kajo kama ya Islamu. Huyu mama akaanza kuigiza kichwa akipagusa huyu mzee. Na mzee alikuwa hajali sana, maana yule mtu alileta shida ni nani? Ni Yesu ama ni Juda? Juda ndiye alileta shida, akaambia Yesu tikabatokia dia maguta ma yatoto ndeka handu akomathukia. Yani no uge maguka Yesu munene waku munene mwana witanitio na Ngai he maguta magoro kumukira. Ati no uke uge ati kabatokia dia maguta maya maku handu ha guthukangia. Yani urenda guthondeka Yesu ni kuhakwa maguta ni guthukangio mathukangagio. Hapana. Juda aliangalia akaona this is too much. Huyu mama anaenda sana. Maana mzee ni kajo si turosa kama di. Na nimekuamua kama kutana mtu. Ikabidi mtu mwingine strong aigiririe. Juda alikuwa strong. Aka stop the mission ya mama. Maana the mission ya mama haikuwa sawa. Haikuwa sawa, ilikuwa na kitu kingine. Na tukisoma sana kitabu, sijui ni kitabu gani, lakini nimesoma sana kitabu kingine nikaona hii mafuta wakati Yesu alitairishwa, ile rekodi yake ilikatwa, ilirushwa na ikapreserviwa na mafuta. Na hii mafuta ndio na Biblia hiyo si haiko kwenye Biblia, hiyo ni yangu. Hiyo mtaenda kufanya utafiti, msienda kusema alikuoti kitabu gani. Hiyo ni yangu, nimefanya research zangu. Hii mafuta ilikuwa rekodi ya ile, ilikuwa imepreserve ile rekodi yake. Kumbe ilimuregelea. Lakini ilimuregelea kupitia nani? A woman who was a prostitute. Why? Because he comes from a lineage of prostitution. Bwana Yesu asifiwe sana. It does not matter who you are. Whatever happens in your life does not care what kind of a person you are, who you are, ama wewe ni nani, ama kwenu nyinyi ni nani. Ikiingia inaingia. Altar
Kumbuka Abraham hakuambia wengine wote katika familia, hapa ndio mtakuwa mkitoa dhabihu, lakini he dedicated the place for the family, and God affirmed, akasema your generation will be blessed because of what you've done. So akatengeneza connection ya Abraham na kizazi chake chote, na akatengeneza point of contact, point of an altar. Mahali madhabahu itakuwa ikiishi ni hapa, and madhabahu itakuwa ikifanya kazi kutoka hapa generation and generations. Wacha kuangalia magari, watu wamenunua magari because no gari maragura mebesha na niguo kwagite besha. We niwe wagite besha kuri andu altar yaragia besha kwao. Mtu tu akijiwekelea hizi microphone, unaona hizi microphone, kushika tu hizi microphone yaende auze, inatengeneza pesa. Na kuna mtu hata ukimpatia zile za kisasa, nenda uuze, atazunguka atarudi nazo nini daga kwa kweli. Na mwingine atakuja tu dakika moja, atapiga simu moja peke yake. Hello, unaweza taka microphone za saburi hii na hii? Hata anazitafuta. Ziko wapi? Hata unakuta yeye wa huko ndio anasuggest vile pesa atanunua, si wewe. Na kama uko na madhabahu inayokutetea, ni kumaanisha mahali popote, hata ukitoka hapa uende Amerika, madhabahu ya kwenu itakupigania Amerika. Halo, kuna madhabahu ambayo hiyo madhabahu ndio chanzo cha failure yako, chanzo cha success yako. Hapa ukisikia sasa, hapa unasikia manabii wameongea, si kanisa nyingi wanaongea, lakini ukinifuatilia kule nimetoka from my spiritual father, it is the same. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna mahali, kuna msingi wangu umetoka, nimejengwa kwa jiwe gani? Ndipo Sulemani akaanza kuijenga nyumba ya Bwana huko Yerusalemu juu ya mlima Moria, pale Bwana alipomtokea Daudi baba yake, alipotengeneza mahali pale alipoagiza. Kumbuka pia Bwana alitokelezea Daudi the same spot. Why? Because where there is an altar, kuna kitu kimetengenezeka kama satellite. Watu wote katika hiyo lineage wakifika tu hapo, kunasikiaga sauti ya Mungu. Do you have an altar in your family? What kind of an altar that happens in your family? Because kuna family zingine nakuta wanakuaga na pesa kutoka 29 years mpaka 40 years. Wakiingia 40 una pesa zinaenda zote. Kitu kinatokelezea, pesa inaenda. Your brother, first brother alianza akafika 40 akateremka. Your second brother alipanda akateremka. Maana kuna satellite imewekwa pale ya kuchunguza mnaenda wapi, mnaulizagwa, where are you going? Nyinyi ni watu wa kutoka 25 mpaka 40, hapo ndio baraka yenu inafika. Kutoka hapo nyinyi ni masikini, mtaanza kutumikia wengine. Kwa sababu baba yako, baba ya baba ya baba ya baba, na yeye kuna msingi alitengeneza wa utumwa katika familia. Sasa ule msingi uliotengenezeka wa utumwa katika familia ndio nakuta watu wanafuatilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaanza kujenga siku ya pili ya mwezi wa pili katika mwaka wa 4 wa kutawala kwake. Alijenga siku ya pili mwezi wa pili, that is February, 2nd February. By the way, that is my birthday. Haya, alijenga February, 2nd February. Ndio nilizaliwa hata mimi 2nd February. Msiniulize hiyo miaka ingine. Si hata mnaona mimi nimezeeka. 3. Basi hiyo ndiyo msingi ya majengo ya nyumba ya Mungu aliyoiweka Suleiman. Urefu wake kwa mikono ya cheo cha kwanza ulikuwa mikono 60 na upana wake ni mikono 20. Umesikia, alijenga siku ya pili, mwaka wa pili, mwezi wa pili, siku ya pili, mwezi wa pili, mwaka wa 4 tangu alianza kutawala. Hiyo inakupatia namba gani? 2 plus 2 plus 4? 8 is a number of success. Number 8, mtu yote ako na number 8 katika maisha yake. Yana vitu zinampatanga, zinakufuata tu. So numerically the number of success, hata ukiangalia mapresident wengi wako wanaishia na number 8. Kwa hivyo kuna reason why God commanded him ajenge siku ya pili mwezi wa pili katika mwaka wa 4 wa utawala wake. Bwana Yesu asifiwe sana. So these are the things that you need to look at for you to be able
Na hiyo ndio step 1 ya kujenga madhabahu. That is step number 1. Step number 2 ya kujenga madhabahu, 2 Chronicles verse number 5. Chapter number 5, sorry. 2 Chronicles chapter number 5. From verse 1. Hivyo alipotengeneza madhabahu, alipoijenga, step number 2, unapoinua madhabahu yako, tumezungumzia hiyo ya kwanza, ulijenga madhabahu. Step number 2, baada ya kujenga madhabahu, what happens? Hivyo ikaisha kazi yote Sulemani aliyoifanyia nyumba ya Bwana. Sulemani akaviingiza vitu alivyovitakasa baba yake Daudi, fedha, dhahabu na vyombo vyote, akavitia ndani ya hazina za nyumba ya Mungu. Step number 2 ni kufanya ile nyumba iache kuitwa nyumba, iitwe dhabihu, madhabahu. Maana kuna kujenga munyumba na kuna kugeuza ile nyumba iache kuitwa nyumba, ikuwe mahali patakatifu pa ibada. Ndio step number 2. Kujenga madhabahu ni kitu kimoja, na kufanya yale madhabahu yaitanishwe na Mungu ni kitu kingine. Baada ya kujenga na kukamilisha ile nyumba, sasa alifanya kazi ya pili, kuvichukua vitu vyote vilivyotakazwa na baba yake. Maana kabla baba yake kuondoka, aliwacha kama ametakaza kila kitu kitakachotumika katika madhabahu. Kwa hivyo tunapofanya jambo lolote, mahali umepatenga kwa ajili ya ibada, unatakaza mwanzo. Utakapokwenda kwa nyumba yako, utengeneze mahali uweke mkeka, basi takaza mahali hapo. Na kama unaona hauwezi, ita mtumishi wa Mungu akuje atakaze. Na katika kutakaza kule, ulete vitu vyote vihusika katika ibada. Madhaga, utafute vitu zote. Kama wewe ni mtu wa kutumia mishumaa, utafute mishumaa. Kama wewe ni mtu wa rosari, utafute rosari. Kama wewe ni mtu wa kutafuta kanyau, weke hapo mbele, utafute kanyau. Maana haitafanyika mahali pa ibada mpaka uweze kuweka vitu vya ibada, ndio hiyo kitu ikubalike. For you to be called a righteous woman, a righteousness must accompany you. For you to become that vessel God wants to use, you must be a tool or a ready vessel. Lazima wewe mwenyewe ufanyike chombo. Na ndio akamuuliza Isaia, who is ready to be used? Naye akamwambia, here I am. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Musa aliambiwa sasa ondoka uende safari, uende ukafanye kazi yangu, naye alimwambia Mungu, siondoki mpaka tuondoke na wewe, because he knew without God I cannot make it. Na hivyo ndivyo madhabahu, huwezi kuchukua kale kamkeka, lazima ukatakaze. Hiyo sehemu umetenga kwa ajili ya ibada, ukaweze kuitakaza, ndio ikubalike iwe mahali pa kufanyia ibada za kiungu ama ibada za kishetani. Lazima ukuwe na connection na madhabahu, ndio hiyo madhabahu ambayo you service iweze kukuja back to you. Because madhabahu yoyote is meant to be a blessing. Madhabahu yoyote is meant to help you grow. Madhabahu yoyote is meant to make you succeed. Kwa sababu ya wewe kukuja hapa, umekuja kwa sababu umekuja kutafuta Mungu, kwa maana kuna madhabahu. Na katika hiyo madhabahu kuna sadaka zimetolewa kwenye madhabahu hiyo. That is why it is alive. Any altar must be alive. Any altar, whatever you do with it, lazima ikuwe hai, ndio iweze kuzungumuza katika maisha yako. So mwanzo kabisa, na kabla ukuje kujishikanisha na madhabahu hii, ni muhimu kujiuliza, baba yako, guka yako, generation ya kwenu, walikuwa kwenye madhabahu gani? Walikuwa wanatumikia madhabahu ya Mungu ama ya shetani? Because that is very crucial. Because ukikuja uchikane na mimi, na madhabahu hii ni Mungu ameniambia nifungue, maanisha madhabahu hii ni ya Mungu. Ukikuja ukae chini yangu, nitakuinulia vita kwenu. Maana madhabahu ya kwenu ya uganga itainuka, itaripoti kule wanaripoti, kusemekana kuna kamutu kamoja kameasi kwenye familia yetu. Kwa nini? Nitakapokuwa hapa, maneno ya baraka ninaachilia,
ninaachilia maneno yataenda mpaka kwenu, na yakienda mpaka kwenu yanaenda kuchokoza mizimu ya kwenu, yanaenda kuchokoza madhabahu ya kwenu. By the time ukifika utakuta familia mzima ndio unasikiaga mudeo kile lile torahoire ndakinyira mushede yako na mutumia ndarenda kujariria. Ni kwa nini? Kwa sababu kuna madhabahu kwenu ambayo pia iko na sauti. Ndio kwa maana ulienda na bibi yako ndio amebeba nini? Hiyo madhabahu. Na bwana yako ndio amebeba hiyo madhabahu. Na ndugu zako ndio wamebeba. Ulienda tu kufika kwenu kitu ya kwanza. Na hiyo watu wa kwenu hawaochagi channel yetu. Lakini siku hiyo walifungua channel. Kufungua tu walikuta ni wewe ukifanywa deliverance. Wanasema, "Hivi tukwenda hata madi akanito ni tatu twa goma." Nura muona tamwikire wana tane oya akire goma muthari eno akire goma oya honokire ri oyo ramaruta goma ri ahonokire, kwa sababu madhabahu imeinuka inamuuliza ulienda huko kufanya nini. Na sisi hapa tuko na kingdom yetu, so unakuta the kingdom here is fighting that other kingdom. Na sasa kwa sababu you are not ready, you are not strong, you have no attachment here, ile ya huko itakugonga, iko na nguvu. Hata nikikuombea, hata nikikuwekelea mikono na haujajipatanisha na madhabahu ya hapa, hii haitakupigania. Utaenda huko, you be alone, because still you are answerable to that altar. Sasa wewe umekuwa muasi na watadili na wewe kama muasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Watadili na wewe kama nini? Kama muasi. Na that's the danger of kwenda kuinukia madhabahu ambayo you are not ready to fight. If you know you are not ready for the fight, stop the fight. Hapa nimetumiwa watu wengi ambao wamekuja kuniroga. Hapa ni wengi sana, because the other kingdom is not happy with me. Wametumwa na wameambiwa nenda ukae huko, umake sure huyo jamaa hahubiri. Na kwa sababu kule wameikuwa identified anakuanga na nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nani wake wa karibu? Wanakulanga na nani? Ni nani anampikianga chakula? Ni nani anamnunulianga maji yake ya kunywa? Wanashika mahali hapo. Kisha wanauliza mchungaji wa huko yule strong, yule ambaye anaamini ni nani? Anaitwa, kwa sababu walimjua mpaka jina. Wanajua mpaka mahali unalala. Wanajua mpaka mahali unalala, because they are not dealing with you physically. They are dealing with you in a spiritual way. So they want to weaken. Wakikuweaken na wa weaken timu kama hii, hata hawa waibaji kuna wawili walikuko na walipatiwa shilingi 20,000 waibaji hao. Na kuna Asha mmoja hata aliitwa, na huyo Asha ndiye alipatiana story yako yote. Bwana asifiwe sana. But the most important thing is that God keeps revealing. For you to know that you are with God, He reveals to you. That is the power of the altar. That is the strength of the altar. So the altar that you have created, ile madhabahu unajenga, unainua, ina uwezo wa kukutambulia maadui wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama uko mahali na hauna uwezo, walijaribu kuua huyu shosho. Huyu shosho tumempeleka hospitali ICU mara 3 huyu. Roho yake inashikwa. Shosho kanashindwa kuongea, kana kufa. Tunasimama hapa kwa madhabahu tunasema Mungu, wewe ndio ulitujengea madhabahu hii. Mutetee. Unasikia siku 6 ndio huyu ametoka. Mpaka siku hizi namwambia gavaa hii kwa ya white, anasema wewe. Nitakutengenezea ya blue. Ya murai kama iko. Etiko. Ngugutodekeria kwa ya blue. Nigetha ufieke kufieka. Riu kahida gainato hemarua. Makufieka kufieka. Tutiko mahuha. Bwana Yesu asifiwe sana. So wewe kama ulikuwa unajitayarisha kujipanga, jipange sasa. Tumezungumzia kulete vitu ambavyo ni vya kimadhabahu. 2 Chronicles chapter number 6. Ndipo Suleimani akanena. Sikiliza sasa. Step 3. Tumeingia step 1 ni kujenga. Step 2 ni kulete vitu ambavyo ni vihusika kwenye madhabahu. Na step 3 ndio hiyo. Ndipo Suleimani akanena, Bwana alisema ya kwamba atakaa katika giza nene, alafu lakini nimekujengea nyumba ya kukaa, iwe mahali pa makao yako milele. 3.
Mfalme akageuza uso wake akawabarikia mkutano wote wa Israeli, na mkutano wote wa Israeli wakasimama. 4 akasema, Bwana Mungu wa Israeli ahimidiwe, aliyenena kwa kinywa chake na baba yangu Daudi, akalitimiza ya mikono yake. Akasema 5, tangu siku ile nilipowatoa watu wangu katika nchi ya Misri, sikuchagua mji wowote wa kabila zote za Israeli ili kujenga nyumba jina langu liwe humo, wala sikumchagua mtu yeyote awe mkuu juu ya watu wangu Israeli. 6, lakini nimechagua Yerusalemu jina langu liwe humo, na Daudi nimemchagua awe juu ya watu wangu Israeli. 7, basi ilikuwa moyoni mwake Daudi baba yangu kujenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli. 8, lakini Bwana akamwambia Daudi baba yangu, kwa kuwa ilikuwa moyoni mwako kujenga nyumba kwa jina langu, ulifanya vema kuwaza hivyo moyoni mwako. 9, si wewe utakayejenga nyumba hiyo, ila mwanao atakayetoka katika viuno vyako, yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu. 10, basi Bwana amelitimiza neno hili alilolinena, nami nimesimama mahali pa Daudi baba yangu na kuketi katika kiti cha enzi cha Israeli kama Bwana alivyoahidi, nami nimeijenga nyumba kwa jina la Bwana la Mungu wa Israeli. 11, ndimo niliomoweka hilo sanduku ambalo ndani yake muna agano la Bwana alilolifanya na wana wa Israeli. 12, akasimama mbele ya madhabahu ya Bwana machoni ma mkutano wote wa Israeli, akainyosha mikono yake. 13, maana Sulemani alikuwa amefanya mimbari ya shaba, urefu wake mikono 5 na upana wake mikono 5 na kwenda juu kwake mikono 3, na kuisimamisha katikati ya ua. Akasimama juu yake, akapiga magoti mbele ya mkutano wote wa Israeli, akaikunja mikono yake kuelekea mbinguni, akaikunjua mikono yake kuelekea mbinguni, akasema, Bwana Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe mbinguni wala duniani, uishikae maagano na rehema kwa watumishi wako waendao mbele zako kwa moyo wao wote. 15, uliyemtimizia mtumishi wako Daudi baba yangu ahadi uliyomwahidi, nami ulinena kwa kinywa chako, ukayatimiza kwa mkono wako, kama ulivyosema leo. Ya kwamba step number 3 ni kutakaza mahali pale, unapainua pakuwe mahali pasafi kwa ajili ya ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Pakuwe nini? Mahali pasafi kwa ajili ya nani? Ya ibada. Kwa hivyo hizo step 3 ndizo zitakutenganisha na madhabahu ya mizimu ya baba yako, ya mama yako, ama ya guka, whatever it is in the family. That is 3 steps ambazo zitakutenganisha, zitakutoa kwenye madhabahu ya shetani, zitakutoa kwenye madhabahu ya baba yako, madhabahu ya guka, madhabahu ya shosho, madhabahu ya maeneo ambayo huko. Hizo ndizo ambazo zitakusaidia sana katika kuondoka katika njia hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tupate 2 Chronicles chapter number 7 verse number 1 to number 4. Then after you make it holy, you make it clean, you dedicate it. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Mnanielewa lakini? Are you getting it? Tumejenga madhabahu mpaka hapo tumefika? Hivyo ndivyo nataka mkienda nyumbani mkafanya hivyo. Muthimu wake kigogona, o mundu ake kigogona wake. Oshoke goka nega kuhe maguta makurathima. After 7 days ukuje. Niko kwa sababu sitaenda kwa boma ya kila mtu, nitapatia mafuta. Uende ubariki, utakasa. Ama tukuje hapa tuombe kwa pamoja. Uende ubariki. Sasa Sunday mtakapokuja, mkuje na dhabihu ya kuinua madhabahu ya kwenu. Ndio ukiwa kweko utaweza kutawala area hiyo yote ya kwenu. Utavunja wachawi wote, utaharibu kazi zao zote kabla hata utoke nyumbani ukuje hapa. You already won the battle.
Suleiman, basi chapter number 7 inasema, basi Suleiman alipokwisha maombi hayo, moto ukashuka. Halo. Kwa hivyo madhabahu unapoijenga, lazima moto ya Mungu ifanye nini? Ishuke, ndio watu wajue kwamba Mungu yuko katika mahali hapa. Basi Suleiman alipokwisha maombi hayo, moto ukashuka kutoka mbinguni, ukateketeza sadaka ya kuteketezwa na dhabihu. Utukufu wa Bwana ukaijaza. Lazima kukuwe na evidence that God has spoken. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu yoyote ambayo haina evidence Mungu ananena, haina utukufu wa Mungu. Jambo lolote ambalo unalifanya na unahisi there is no God, that you have struggled, you have really tried but it's not working, it is because the presence of God is not there. Everything ukianzisha, hiyo madhabahu ukianzisha, lakini lazima kukuwe na ushahidi Mungu atanena. Moto ulishuka na ukakula kila kitu kilikuwa huko, ukachoma na kuteketeza sadaka zote zilizokuwa zimeinuliwa. So there is a presence. Wait for you to confirm that whatever you have done has the presence of God. Has God, there is the presence. Lazima utaona kitu. Verse number 2. Wala makuhani hawakuweza kuingia nyumbani mwa Bwana, kwa kuwa utukufu wa Bwana umeijaza nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata makuhani walishindwa, na ndio uliona asubuhi niliwaambia nataka nyumba hii ituweke garo. Wakatazama wana wa Israeli wote, uliposhuka ule moto, utukufu wa Bwana ulipokuwapo juu ya nyumba, wakasujudu kifurifuri hata inchi sakafuni, wakaabudu, wakamshukuru Bwana wakisema, kwa kuwa Bwana ni mwema, kwa maana fadhili zake ni nini? Ni za milele. Bwana, tumshukuru Bwana. Tusimame kwa miguu yetu, tumshukuru Bwana, maana fadhili zake ni za milele, utukufu wake uko pamoja na sisi. We are receiving, we are yani drake naye. Bethel Clouds TV, empowering lives.